Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi na mdau wa Uktijabu TV. Karibu sana usubscribe YouTube channel hii kama bado hujasubscribe. Ulike, ukomenti na ushare posti zetu. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa. Ila kabla sijaenda katika mada, kwanza naomba niisome hii sura. Hii sura inaitwa ni Suratul Maun. Isikilize. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحث على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Hii sura imezungumzia vitu vingi, lakini hii sura pia imeelezea kuhusu mayatima. Pale Mwenyezi Mungu aliposema fadhalika alladhi yad'ul yatim. Jamani, Mwenyezi Mungu anatusisitiza mayatima tuwaangalie, mayatima tuwakumbatie, mayatima tuishi nao kwa wema. Ila kabla sijaendelea na chochote, kwanza tizama video hii. Ni video ambayo inaliza sana. Hii video kwa kuitizama tu kwa dakika kadhaa nilizoweka, lazima moyo utakuwa automatically uweze ukajisikia vizuri, either uwe yatima au usiwe yatima. Kwa sababu gani nikisema hivi? Hii video nimependa kushare na nyie wapenzi wa Uktijabu TV. Leo hii watu tumekuwa tunajisahau sana. Tunajisahau kwa sababu kweli maisha ni magumu, lakini kama huwezi kutoa kidogo, hata kikubwa pia huwezi ukakitoa kwa mwanadamu mwenzako. Jamani, tuangalieni na hawa ndugu zetu ambao wamepoteza wazazi wao. Kama una uwezo, mchukue yatima, ishi naye nyumbani. Ila kama una uwezo, tembelea vituo vya watoto yatima, uende ukawasaidie. Watoto hawa wanahitaji mahitaji kule, wengine hawana nguo, vyakula vya shida. Kwa hiyo msimamizi yeye anakuwa anajikuna pale anapojiweza. Yeye mpaka kuwaweka sehemu moja wale ni kwamba alikuwa na nia safi na wale watoto ili aweze kuwasaidia. Kwa hiyo kuna vitu yeye uwaga anakwama kama mwanadamu, hususan na sasa hivi hali ya kimaisha, lakini hata na sisi tulioko huku pembeni tukae tuwafikirieni jamani. Mimi na wewe tukawa tumepata bahati mpaka tunafika umri huu, tumelelewa na wazazi wote wawili na Mungu kawalinda mpaka leo wapo. Allah awape baraka tele. Lakini sisi tutazaa na sisi tutakuwa na watoto. Hatujui tutakuwa tuna umri mrefu au Allah atatuchukua mapema. Kuna watu leo hii wanazaa wanakufa. Kuna watu leo hii wanaishi wiki moja na watoto wao wanafariki. Sasa hivi viumbe vinavyobaki vinaishi katika mazingira gani? Ubahatike upate ndugu wa kuwalea. Lakini kutokana na tafrani hizi za kimaisha, tumuombe Mwenyezi Mungu umri. Lakini yote kwa yote, ujumbe niliojaribu kuufikisha kwenu ni tuwafikirieni mayatima jamani. Tusiwasahau mayatima, kwa sababu siku ya Kiyama wanadamu watakapohukumiwa, yatima atamfuata mtu aliyemsaidia na kumshika mkono, kisha atamuombea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu,
mtu huyu alinisaidia mimi chakula. Mwenyezi Mungu, mtu huyu alinipa mimi maji ya kunywa. Mwenyezi Mungu, mtu huyu alinisaidia mimi mavazi. Ya Rabbi, na kuomba usimtie motoni. Huenda Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake na kwa dua ya yatima huyo ukasamehewa, ndugu yangu Muislamu. Sina mengine ya kusema, ilikuwa ni hayo tu kwa leo. Wananiita Mwajabu Maulidi Msangule ama Uktijabu. Usisahau kusubscribe YouTube channel hii. Official account Facebook unapatikana kama Mwajabu Maulidi, TikTok unapatikana kama Mwajabu Official, Instagram unapatikana kama Mwajabu Maulidi Official. Ni follow nami nitakufollow back. Wahadha, assalamu alaikum.